Happy birthday. Happy birthday. Turn up for your birthday. It's your birthday. Happy birthday. Happy birthday. Turn up for your birthday. It's your birthday. Sijui bwana MC kama kuna wakati mwingine ambapo tutaongea ama nifike hapo niongee tena. Ongea umalize manake tunaenda haraka juu ya time. Ongea umalize manake mwenye ataongea ni host mwenyeji wetu. Pia atapata nafasi ya kuongea. Okay. Sitaki kuongea mengi sana sababu hii sio siku yangu. Lakini kama kifungua mimba kwa kweli nimeona mkono Bwana kupitia kwa wazazi wetu hasa mzee, na najua kila mtu anaweza kushuhudia mema na mambo mengi ambayo ameyaona kwa wazazi wake. Hivyo pia mimi siku hii leo ambapo anasherehekea birthday yake, ninaweza kushukuru Mungu kwa mema ambayo amemjalia, baraka na pia changamoto ambazo ameziweza kuzipitia, lakini Mungu akamwezesha kuzishinda. Kwa kweli tuko watano. Sisi wote tumeweza kuzaliwa, tukaangaliliwa kwa vyema, wakati wa ugonjwa tunapelekwa hospitali kama vile wale wengine wanavyofanyiwa. Tukapelekwa shule, na sio shule tu, tulipelekwa shule nzuri. Na kitu kimoja ambacho huwa naweza kushukuru mzee, sijui niseme ama nisiseme. Yeye huwa anatuambia sikusoma sana, lakini niko na akili zangu nyingi. Na ni kweli, niko na akili zangu nyingi. Mnapoongea hata huwa naona wakati mnaongea hivi naweza jua nani ananidanganya, ambacho ni kipaji ambacho kinapewa kila mzazi, si ni kweli? Lakini nashukuru mzee, changamoto ambazo ameweza kuzipitia nikiwa pia naziona, si ati nikiwa siziona. Wakati ambapo nilikuwa na akili, nimeweza kuona changamoto ambazo amezipitia. Kupitia uvumilivu akaweza kustahimili. Siwezi sema ni yeye, ila ni uwezo wa Mungu. Na hivi nasema Mungu naye hizo neema ambazo amezipatia mzee, tunamuomba pia sisi atupe huo uvumilivu, huo stahimilivu, hiyo resilient, wakati ambapo amepatwa na changamoto, nguvu ya kuweza kuinuka tena. Kitu moja ambacho nilikishuhudia ilikuwa wakati ambapo nilimaliza kidato cha 4 2006, na ikawa ni 2007 results zilikuwa zinatokea. Mzee mwisho wa 2006 hapo December aliweza kuvamiwa. Wakati huo alikuwa na biashara kule Mbuguni, hata sasa ipo, mama ndio huwa anaioperate, lakini kwa makuna nundu hapo kapo ulako mzee akaweza kukua attacked na akanyang'anywa kile ambacho alikuwa nacho. Nikiwa hapo nilikuwa naona hizo ni changamoto ambazo naziona na zishuhudia. Muda hukupita sana, start of April results zilipotokea, akaweza pia kuatakiwa tena, na hapo akavunjwa mkono. Nilikuwa naona hii ya kwanza ilitokea tukiwa tuna prepare harusi ya mtu fulani ambaye alikuwa neighbor, na alikuwa tu peke yake nyumbani. Mama alikuwa kwa mazishi fulani, walikuwa wanazika, na kama desturi ya kule nyumbani kuna watu ulala kwa familia ambazo zimeathirika, na alikuwa amelala. Sasa akasikia watu kwa gate, akadhani ni mimi ambaye narudi usiku huo, lakini tulikuwa tuna prepare harusi ya mmoja wetu, ni neighbor alikuwa karibu. Akaatakiwa kuonyeshwa bunduki. Bunduki ni wale wengine, brother yule mwenyewe alikuwepo na mdogo wetu Emmanuel, wakafungiwa kwa room. Ikawa sasa ni yeye apambane. Mfanyikazi naye pia akafungiwa.
akaonyeshwa bunduki, akaambiwa sema tukuue. Ilikuwa ni kucomply. Mungu akamsaidia hapo, akapelekwa sijui wapi darajani kwa miguu. Wakati huo alikuwa na gari, akafosiwa kuride awapeleke, akawapeleka na akaachiliwa huko. Ana kiatu kwanza, akaambiwa tupeleke kwa wale watu wote wa Mavindini, wale wako na duka, twende tukiwapora. Ajui vizuri, kwanza anawadanganya, anawapitisha njia ambayo anapigwa na si kupigwa tu, kupigwa. Nakumbuka tu nikikusanya vikundi za vijana twende tumtafute huo usiku. Nilikimbia kutoka huko kwetu nikaenda kwa kazini yangu Chalo, ako hapa. Kwa miguu nilipita kwa msitu, nikaenda nikaripoti kutoka hapo mpaka kwa Pius, nikaenda nikaripoti tuweze kumotangela tusizeana, but it was in vain. Huo wakati hatukuwa na simu. Changamoto ya kwanza. Wakati mwingine hapo ilikuwa mwezi wa pili 2007 wakaja tena, nilikuwa wameshika panga mimi, wakanitoa kwa kile kijumba ambacho nilikuwa naishi na lala kwa na mfanyikazi, tumelala, wakanitoa pale. Walinitoa nikiwa tu nguo tu za kulala, na si kwa uzuri, walinitoa akinionyesha panga, ongea tukuue. Hilo naona sio story, hii ni kitu ya ukweli. Lala hapa kwanza tukukate, wakanitoa hapo. What's this? Lala tukukate. Imagine unapatana na kitu kama panga unaonyeshwa. Nikawaambia hapa, nikainua mkono, wakanipeleka kwa nyumba yao. Mama, baba ndio walikuwa. Hawa walikuwa shule. Pale kwa nyumba tukaambiwa chagueni ni nani atakufa. Leo kwanza ikuwe warm up. Nani ambaye tutakata? Ni swali ngumu. Chagueni kwanza yule ambaye atakufa. It's very hard. Mzee na mama wanaangaliana, waseme mimi mimi niseme wao. Nilichofanya nilipiga njia ya msalaba na Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na wakati huo nimesahau, nilikuwa nimeenda Ndunguni, nimeride, nilikuwa results zilikuwa zimetokea na ni yeye alikuwa na simu, nilikuwa naenda kuchukua results, zilikuwa yeye atume nione. Na sababu alikuwa anaogopa kwenda, alikuwa anaenda nyumbani, kwa saa nyingine analala Ndunguni sababu ya uoga ule ambao alikuwa amepata December, sababu watu walikuwa tutarudi tena. Walimpokonya pesa, wamwambia tutakuua lakini tutarudi tena. Ikawa hata kulala anatuambia nikilala hapa huwa sipati usingizi sababu naogopa kile ambacho niliona. Kuonyeshwa bunduki na ukaponyoka. Tulikuwa saa wakati huo mimi nikamfanya twende nyumbani. Tulifika ilikuwa saa 6. Tulikuwa tumeagana na Chalo huyu kazini wetu. Yeye akaingia kwake, ananiambia wacha leo tukalale. Tukafika. Sasa sababu ya usingizi, mimi nilikuwa nimelala mahali pengine, tulikuwa tumetengeneza kamati ya kutoa mahindi. Hiyo wakati kulikuwa na mazao mengi. Na nilikuwa mwalimu wa primary hapo Mavindini sababu nilikuwa nimepita vizuri primary na wakaona wanipe kazi. Na sikuwa nimelala. Hasa walipokuja mimi sikujua. Nilishtukia watu ndio wamenitoa wakanipeleka kwa nyumba ya mzee. Sasa hapo ndio maswali yalikuwa. Chagueni nani atakufa wa kwanza. Kupiga njia ya msalaba sababu sikujua kingine nifanye. Mzee alirudi hivi na ndani kama anarudi. Kuna kitu kilitokea, kuna jamaa fulani ambaye yule ambaye nilikuwa nimelala naye sababu alikuwa amejifanya ni kama amekufa. Yeye hakujulikana kama yupo. Sasa nilipotolewa mlango ulibaki wazi. Toka akapenya. Sasa alipopenya wale walishtuka. Sasa tukaambia sababu mmoja amepenya tutawaua. Mzee alirudi hivi na nyuma. Akamgonga mmoja alikuwa ameshikilia mlango, wale wengine wakiwa ni kama wameshtuka. Akamgonga na hapo akatoka. Sasa akakimbizwa, sijui alikimbizwa wapi, huko shambani au hawakuwa, wale hawakuwa. Nyanya ndiye alikuwa tu kwa nyumba. Hakuna hata kupiga mayowe.
Mama ndio naye alipoona mzee amegonga wale akatoka akapiga nduru. Mimi sikupiga nduru, sijui nduru za wanaume hazitoki haraka, lakini yeye alienda anapiga nduru. Baba ndio amefuata mimi, nami nikabaki nikagongwa rungu hapa, kaambiwa Gasia rudi. Kuangalia hivyo, niliporudi nilienda nikashikilia dirisha ambayo ilikuwa na grill. Nikasikia nitoe, lakini ingetoka uzuri. Nikapata mlango washaenda wamekimbiza mzee, na mimi nikatoka. Ndio sasa nikapita shamba, kichakani, mpaka kwa Joffrey, nikaamsha watu kwa nini. Nikapata kuna mbwa walikuwa wakali, nikasema nikikanyaga hapo watanila. Nikafiatua kwa kichaka mpaka kwa Kinachalo, nikaenda nikawa inform, na hivyo tukarudi kwanza tuokoe mzee. Na ndipo tulipopata mzee alikuwa amepigwa na akaweza kuvunjika mkono, na alikuwa ameweza kujificha mahali kwa kichaka. Tulitafuta kwa kichaka, wale aliposikia sauti tukaitana, ni sisi ni nye ni Tito, akaweza kutokea kwa kichaka, kujeni, nimeshapigwa mkono, ni mkono ulikuwa umeumia. Sijui labda nimepasua mbarika au kutaka kuambia huo mkono ulikaa miaka mingi kabla upone. Na wale ambao ni wakaribu na mzee, najua Bwana Chief, unajua hiyo mambo, ulikaa sana kabla aweze kupona. Mpaka marafiki wakaweza kuwa na mpango, wakamfanyia mpango, alikutibiwa ya kwanza Voi, ikawa ametibiwa vibaya. Baada ya hapo ikaleta shida, akawa arudi hospitali nzuri, wakapata kule Kijabi. Hizo ni changamoto ambazo kwangu mimi nimeweza kukua nikiwa baadhi yake ambazo nimeziona, si za kuadhibiwa, sio zile ambazo si kuwepo, nimekuwepo. Na kwa hivyo wakati huo anaposherehekea hii 65 years of age, ninasema kwa kweli ni vizuri hivyo Mungu ambapo amemweka, amempa zile neema kupitia zile changamoto. Baada ya hapo alikuwa shida, akaanza kuambia walikuwa wanasoma watoke zile shule ambazo walikuwa wamepelekwa shule za bodi, waje wafanye day. Lakini sijui Mungu miraculously akampa nguvu kupitia ile biashara. Bwana Matu, unajua nilikuwa nakuona nyumbani unakuja kumwona mzee, umefanya biashara pamoja na wengine wenu ambao nimeona hizo changamoto, na nikiziongea si ati naongea story za kusoma, ni story and first hand information ambayo nimeweza kuiona. Na hivyo nikiungana naye siku hii ya leo, tukishukuru Mungu kwa kusema happy birthday to him, na Mungu kumweka, kuna sababu. Jambo lingine, just to sum, wakati mwingine tu COVID ilipokuja, sijui kama ameshasema COVID, Madam Mwangi, mama yetu, Bwana Mwangi, Matu, Chief, mlijua mzee ni kama tu ndiye mtu wa biashara hapa Mtito ambaye aliweza kuathirika peupe. Nilikuwa shule nafanyisha KCSE, mzee nasikia hivi aishi. Hata mtiani nimeenda hospitali, nimeenda hapa msikiti, wakaniambia ni kama malaria. Sina nguvu. Hapana. Kuja twende Makendo. Kupimwa ya kwanza COVID. Niko na yeye. Sasa hiyo ananiambia akitembea hivi hapa kutoka, akitembea hapa kwenda hapa anasikia ni kama anaanguka. Nikamwambia twende. Gari tukaenda. COVID ni hii. Kweli COVID. Tukaambiwa sasa ni kulazwa kwa kitanda, ni kulazwa. Na nikaambia wale wengine, tukawa tu tunaomba. Mnajua vile ilikuwa COVID ikitajwa tu hiyo wakati ni mtu kwenda, si ndio? Tukaomba, Mungu naye akamsaidia, kiwa naye pale. Na ninasema mzee ni kama akona 7 lives like a cat. Hivyo Mungu akamsaidia, madaktari wakatuwezesha,
akapona. Na pia hiyo wakati, sababu mama naye ndio alikuwa contact person wake, sababu aliposikia ameshindwa kazi aliita mama naye akapata. Sasa mambo gani ikawa hapa Mtito, wale watu wa COVID, umesikia na COVID, hata shida si watu wa COVID, watu wa COVID. Sasa nami nipo, watu wa COVID ni wale wame, so yani ilikuwa try moment 2021 hapa, na uzuri Mungu akamwezesha akapona, na ni huyu. Tunashukuru Mungu, tunashukuru Mungu, tunashukuru Mungu. Hizo changamoto ambazo ninaweza ongea mpaka kesho. Naona Pius ako restless, ninaweza kuongea mpaka kesho. Kwa hivyo mimi ninasema anaposherehekea siku hii ya leo, ninamuunga mkono, ninamuombea kwa Mungu kama akifungua mimba wao wa kwanza, challenges zile ambazo amepitia, ametufunza kuhusu resilient, ametufunza kuhusu hard work. Ukiangalia sisi, naambianga watu nikiwa kule ninakuwa hata shule, naambia msinione tu hivi ati siko so. Ambia kwetu tumefunzwa kazi. Wale wanajua shamba la kwetu huko hakukuwa kunaajiriwa mtu wa kulima. Sisi watoto limeni, mimi ndio nilikuwa naambiwa pasipopatikana pamelimwa ndio naulizwa. Tukafunzwa kila kitu. Sasa ukiangalia sisi si kujidai, lakini ukiangalia tunafuata zile step ambazo mzee ameweza kutuwekea. Na ninasema sisemi, nashukuru Mungu na kwa kutupatia mzee ambaye ni resilient, ambaye ni hard working, na niseme happy birthday to him. Mungu azidi kumuongezea, azidi kumpa maisha mema, na pia sisi atupe hiyo resilient ambayo amempatia mzee. Na mama amempa, naweza sema Mungu alimbariki sana. Ni vile siwezi shinda nikumwambia ni waadhimi wanenga hiko kwa atakideti. Vile siwezi kumwambia. Siwezi sasa kumshukuru Mungu kwa kumbariki na bibi mzuri. Si mzuri kwa umbo, lakini ile roho yake, zile qualities za mwanamke ambazo zinasemwa kwa Biblia. Mzee ako na shortcomings zake, tunazielewa. Kama sisi watoto hatuwezi sema hatujaziona. Poleni hapa simu nasumbuliwa, lakini amempa msaidizi wake ambaye ni mama yetu, mtulivu, ana mambo mengi. Akiambiwa twende hivi, aulizi maswali mengi. Twende hivi kwa nini? Twende hivi kwa nini? Hebu nieleze sababu mbili kwa nini twende hivi. Ndio twende hivi, kwanza anafuata. Kuja hapa, anakuja. Sio maswali mengi ya kwa nini niende, kwa nini nikuje, na niko na mambo yangu. Kwa hivyo ninaweza sema hivyo, sababu ingekuwa ni hivyo ya kuja hapa sikuje, ingekuwa ni vingine. Lakini niseme mama amefika hapo. Ukimwangalia, kuna jamaa mwingine tulikuwa tunashare mahali, niambia unajua mzee wenu hata sijui ako namna gani. Yaani mzee wenu Mungu amempa mwili ingine, sio kama ya kijana ya mzee, aonyeshi mzee, yani tu ako hivyo. Hata mkiwa vijana ako hapo, mkiwa wazee ako hapo. Yani amepewa mwili ingine hivi, huwezi tambua kijana ama ni mzee. Lakini ukiangalia 65 years ni miaka mingi. Na ninasema hizo ni neema ambazo ameweza kukaa vizuri na mama, na nishukuru mama ametulea kwa perseverance, kwa kutuonyesha upendo, kwa kutuonyesha njia ya Mungu. Na nadhani hiyo ndio imeweza kuwa imemweka mzee akuwe, tumeambiwa na father, ukiwa na msaidizi mzuri
unaishi vyema na unaishi miaka mingi. Kwa hivyo nawaombea miaka mingi, waweze kutuona pia sisi tuweze kufika pale. Mungu aweze kutupa hizo neema ambazo amemkirimia, na ili aweze pia kutufikisha ambapo amefika na zaidi, na tuendelee kuwa na maisha marefu ambayo yana furaha, na pia sisi tuweze kulea watoto wafike kiwango kama hiki, wakuje kusema kama mimi ninavyosema siku ya leo. Poleni, nimetumia maneno mengi, ninaweza zungumza mpaka kesho, lakini sababu ya muda wacha nifikie hapa. Asanteni. Nilikuwa nimewaambia kuna mmoja alikuwa amekimbia mahali kwa ajili ya dharura, amerudi, atasema jina lake kama anala kusema, hata kama ni kidogo, nafasi ipo. Karibu. Kuna sauti. Thank you so much. Habari ya jioni. Kwanza pole sana. I've gone against protocol. He's my older brother. Na kwa familia baba yetu ali-instruct. Ile siku atakuwa, you'll be the leader. So I take the sincere apologies to talk after him. I should have talked before him. Nilikuwa nimeendea marafiki zangu pale. Asanteni sana. Poleni sana. Sorry. So kwa majina naitwa Leonard Mombi. I'm the third born. The family. Titus, the first born. We have Alfred. Stella follows me, and then Emmanuel, last born. So changu ni kushukuru Mungu kwa kufikisha mzee 65 years. Nikikuja kwa njia nilikuwa naambia my brother Emmanuel, mzee ako na every reason to celebrate leo, hata kama kuna anything which would have happened. Tunapatananga watu wanalia sijui matanga sijui nini. So this is also a blessing moment for us to enjoy. Nilikuwa naambia my brother Emmanuel, Raila hata ali take 80. So my dad is 15 years less. So he has short time, if I can say, and I'm happy for that. So at least now I can celebrate him when he's I can see him. Yeah. So hii ni miaka mzuri, amekuwa blessed, and tunashukuru Mungu. We thank everyone who has come today. Na wale wengine wenye walikuwa wanataka kukua na sisi, we also thank them and welcome them. Asanteni sana. History of my dad in terms of resilience has been said by my older brother. Mimi nilikuwa tu nataka hiyo siku ya kwanza when the robbers came, nilikuwa na Emmanuel na Mwaitu. I was there. Emmanuel Emmanuel alikuwa mdogo, alikuwa I think class 3. So when they came on that day, they knocked the door. One knock kwa mlango. Naona my dad in my room. Sasa nilikuwa nimelala na Emmanuel ako 3 years. So mimi nishajua ni wezi. So mmoja aliingia kwa room na panga hivi na torch. So Emmanuel anataka kukimbia. Nilimfinya hivi because nilijua akikimbia watajua tumeleta commotion. So I pressed my young brother, alikuwa mdogo, nikamfinya. Hata sikumwambia ni wezi. Nimfinya ndio ndakanyonye na mimi nikaanza kuorota. I was a comedian of that night. So walikuja wakatuinua shuka. Nilisikia mzee akiwaambia hao ni watoto wadogo wamelala. Nikasema ni hivyo. Mmoja alikuja akainua shuka because I think aliona my height kwa kitanda. Nikaa mimi ni mtu mkubwa, so obvious naweza retaliate wakisumbua mzee. So wakaona mimi niko na ngorota, hawakutushika na Emmanuel. Nilisikia every commotion, hadi mzee akichukua gari wakimwambia our drive huko Mavindini, wakatufungia. I was there, me, Emmanuel and Mwaitu the late. Na Tito alikuwa kwa neighboring, kulikuwa na kwa. So that's the moment wanakumbuka, and it gives me the urge to work, and I believe in God that hata Bible leo tumeambiwa the path haiwezi kuwa a straight line, and huwezi kuwa una 65 years, it cannot be 65 years of enjoyment. Hata Mungu atakuwa amefanya makosa because he has to test you. So every time I'm moving, I'm always prepared for any trial, any challenge, and I normally say I have to fight and also to believe in God that after the hardship, kama mzee venye tumelelewa tukiona lows and ups, so it gives me the energy to move life.
and I'm always prepared for both version of life because of my dad. So thank you so much, and tunafurahia sana kwa kutujoin kwa hii celebration. Asanteni sana. Thank you. Makofi kwake jameni, makofi kwake. Kuna mengi hata hawa MC wana mengi ambayo wanajua kwa mzee. Kama kutakuwa wakati mwingine tutaongea. Asante. Thank you so much. Thank you so much. Hayo na mengine ambao wanajua yanajulikana labda yatasema tukiendelea. Tuna kila jambo la kushukuru, si ndio? Tuna kila jambo ya kujumuika nao na kushukuru Mwenyezi Mungu mahali tumefika, mahali Tomu amefika, mahali tumeona akifika kwa ajili ya nguvu za Mwenyezi Mungu. Si ni kweli? Nataka tumpatie auntie, mama wa boma nafasi naye awasalimie, na kama ana la kusema pia si aseme. Karibu mami. You can speak in any language that you feel like. Okay, sawa. Okay. Tachanganya kwa sababu Changanya yote mama. Si Mswahili, si Mkamba. Yote changanya. Kosa kabisa. Katikati. Yes. Make a mistake, msicheke. Mnijue, mnivumilie. Yes. Mimi nashukuru sana nyinyi. Nawashukuru sana kwa kuja hapa. Wake wenzangu, naanza kushukuru wake wenzangu. Mama wetu asimame muone, hawezi kuja hapa, lakini kuna wamama wawili na wapea heshima sana. Hata mwingine ndiye aliye huyu mzee, Mama Angelina. Nataka usimame. Mama ndo ungame wewe na ule andi ndo ungame wenda kuona nani andi ndo ungame na wapea heshima. Hapa niko na wakazamwana, nataka nao wasimame wakazamwana wangu. Aka mwana mwenye ungame, aka mwana maasima ungame na moyo muungame andi enda ngama aka mwana maasima ungame na kwandia ungama ndio yange kwa unaungama uone. Kwa nini nyinyi kuna we are extended family. Yes. Even you, I'm going to bring them here. Yeah, watakuja. Winzi even nani even Charo. I don't Nitawaleta. There is no problem. No problem. You can land. I have got my voice. Yes. Use your voice. I have to use my voice. Yes. Wanasimama kweli. There are so many extended family, nephews, nieces. Yeah. Let them sit. But I appreciate. I'm going to bring them here first. Nashukuru sana. Na nashukuru huyu mzadi nitoa mbali across border. Angalia upendo. Nilimpenda, sikumpenda kwa umbo, lakini nilimpenda, na nilimpenda kwa sababu Mungu aliniwezesha. Tukavumiliana, mengi nasemwa siwezi kuelezea. Nawashukuru sana. Kabla nikae chini, nataka mimi ni msomaji Bible. Nataka msomaji vizuri. I request Madam Safari unisomee kidogo kwa Biblia. Nataka unisomee Wagalatia. Biblia iko wapi? Kuna Biblia. Kabla nikae chini. Sitafafanua. Kila mtu atasikia na masikio yake. Atasema nitamshikia kushika ndio. Watu hawasikii. Yeye hataki. Na ongeza sauti kidogo basi, maana kuna watu. Nisomee Wagalatia. Mnasema kifupi. Wewe nupi Wagalatia? Wagalatia chapter 6 verse 1 to 4. Wagalatia chapter 6 verse 1 to 4. Verse 1 to 4. Another Romans chapter 5 verse 1 to 4. Unaweza kutumia hiyo. Naweza kusoma. Tumia microphone ndio watu wasikie ukipata. Wagalatia 6 chapter 1 to 4. Chapter 6 verse 1 to 4. Verse 1 to 4. Language ya masina na maugwa Biblia bana. Haya wacha. Umepata? Kwa yule ameshapata. Chapter 6 verse 1 to 4. Nitasoma. Soma. Ndugu zangu, mtu hakigafilika katika kosa lolote. Ninyi mlio wa roho mrejezeni upya mtu kama huyo kwa roho ya upole. Ukijiangalia nafsi yako, usije ukajaribiwa wewe mwenyewe. Mchukuliane
mizigo na kuitimiza hivyo sheria ya Kristo. Maana mtu akijiona kuwa ni kitu, naye si kitu, akijidanganya nafsi yake. Mstari wa 4. Lakini kila mtu na hapime kazi yake mwenyewe, ndipo atapokuwa na sababu ya kujisifu ndani ya nafsi yake tu, wala si kwa mwenzake. Alafu Romans chapter 5 verse 1 to 4. Romans chapter 5 verse 1 to 4. Tukienda kuongea ni ndio hizo ndio bana pamoja. Na kwaje wewe? Romans chapter 5 verse 1 to 4. Nitasoma. Basi tukiishi kuhesabiwa haki itakayokuwa katika imani na amani na kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema hii, ambayo mnasimama ndani yake na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu. Wala si hivyo tu, ila na mfurahi katika dhiki pia, mkijua ya kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi, na kazi ya saburi ni udhabiti wa moyo, na kazi ya udhabiti wa moyo ni tumaini. Asante. Sawa. Tunaambiwa hivyo. Pewa madina maeta achao, umi sio hata achao. Hapo sasa. Asante. Hapo naomba. Ndio wapiga wenda ile kuiga. Na ile tuiongelea topic. Topic ni asanti na nafikiri tunaendelea mzuri. Ningependa tukifika hapo ili tujaribu kwenda na wakati na tuzuie wakati mwingi, tutamwacha mwenyeji wetu hataweza kuongea sasa. Tutaenda kwa wengine wawili watatu, ndio tukimaliza yeye ndio atafunga mambo ya maongezi. Sitakuwa mzuri ndio aongee mambo yake yote, si ndio? Ningeomba wale other family members, wale extended, tafadhali tuje hapa sisi wote extended. Watu wa familia tafadhali. Edhawi wa kwa brother wa Edhawi wa kwa Kikubi ukaba. Edhawi wa kwa Musau ukaba. Edhawi wa kwa Edhawi extended. Edhawi uka. Unaenda wewe tete nenda wewe donde. Hao ni watu wa familia. Watu wa familia ni wengi, lakini kuna wengi ambao hawajafika, labda wako mbali ama kwa ajili ya shughuli fulani, lakini kwa wale waliweza kufika ndio hao watu wa familia ni wengi tu. Ile ibeti si ya wanandi si za bakwe si za baba kwa no siene ke sana andi oba andi ngabelo baba andi oba mama ungabela bantu baba with no wene ke ni mole agonga mobisa nene sana kimuka ya nenyo ndio mkaya chalo kuja umetajwa sana chalo kuja yeah the manager in charge. Sawa, unaendelea? I'm part of them. So wacha nitafute nafasi hapa kidogo. Haya. Hata sisi tumejua tunaweza fanya jambo hili kabla ya maisha yetu kuexpire katika hii dunia. Kwa sababu ukiappreciate vile amefanya, hata ametusaidia kutuongoza katika familia yetu. Amekuwa kielelezo mzuri kwa sababu baba yuko ni yetu tuko naye, na hili jambo hata tumeona ni mzuri. Kwa hivyo wacha tumshukuru na tumuombee kila raheli katika maisha yake ambao amebakisha humu duniani. Mungu awabariki anko na auntie. Asante. Thank you so much. Yes. Paul ni my brother, ndio mkubwa wangu. Ndio maana sikuongea na sitaongea sana kwa vile ameshaongea. Na kama vile Leonard alikuwa amesema, mwenye ametoka hapa amesema mkubwa wako akiongea wewe uongeani. Nasitaki kubreak hiyo protocol yenye alikuwa amebreak. Nataka niseme aunt ambaye alikuwa akiongea hapa bibi yake akotoka. Amesema mambo mengi mazuri na wakusikia amesikia, wakuelewa ameelewa. Amesema kuna jambo moja lilikuwa limebaki na ameomba nimpatie mic amalizie kidogo, jambo kidogo tu. Nimpatie? Tutavumilia tu nimpatie. Auntie, kidogo tu. Asante sana. Kuna kitu nilikuwa nasahau.
Huwezi kulea watoto kiwa peke yake, unasaidiwa na mtu na Mungu. Kuna mama moja anataka kurecognize ako na mwingine. Asimame hapa sababu niongee yake. Anaitwa Madam Beatrice Joffrey. Ambapo mnajua Joffrey alituacha, lakini nitasema akisimama. Beatrice simama. Andi Ana Mutinda. Ana Mutinda. Simama. Atawasalimia. Huyu mama alisaidia sana. Unajua watu wengine mnakaa kuna chakula mnakula, kuna chengine mkuli. Nilikuwa nazoea kula matoke, mhogo nini. Unajua sisi watu wembamba tunadharauliwa sana. Nilikuja kakaa huko Yata na mama alikuwa na nguvu. Akaniambia siku moja, wewe kamundu mwaka ndiniwo kwikiambiso. Muuliza mama ata nigi achao. Ndemba. Na waiki ndukingi. Maito kwa nini nguruwenye? Nguruwe ndizo na akaniambia wewe utajulia huko. Kapika. Kaanza kujifanya fanya. Wakati nilizoea nilikula kupita nguruwe. Kuja hapa kakuta huyu mama akamuuliza, sasa nyinyi Wakamba mnafanyaje? Akanifundisha kukima mdokoi, kupika, kufanya nini, kulea watoto. Mimi sidanganyi, hata watoto wanakuwa wanajua huyu kama sister yangu. Tofauti ni pronunciation kidogo, lakini wanajua. Na huyu ingawaje yako na miaka ya chini, ni jirani yangu, tunashirikiana kwa jumuiya nini. Sasa Madam Wausi wasalimie. Asante, umepewa nafasi ya kusalimia, nataka usalimie. Mungu ni mwema kila wakati. Na kila wakati Mungu ni mwema. Asante. Kwa majina ni hiyo umesikia na Miliet ameniita. Naitwa Wausi, lakini naitwa Beatrice. Watu wengi wanajua Wausi. Ni hata wakati nilifika hapa father aliniambia, "Wausi unaimba nini? Sauti gani?" Saa nyingi naitwa Wausi, lakini naitwa Beatrice. Wale walikuwa wanajua mzee wangu alikuwa anaitwa Joffrey Muri. Na vile hii nchi tuko safarini alitutangulia. Sawa. Sasa mama Miriam tumekaa naye sana wakati alikuja huku. Alikuwa jirani yetu wa karibu. Nakumbuka wakati vile waliuziwa hapo nilikuwa naenda Mafindini. Napelekea watoto chakula shuleni. Nilikuwa natembea na miguu. Nikaona mtu tu amelala kwa nini kwa kicheka. Alikuwa Tom saa hiyo. Nikamuona nikashindwa huyu mtu ni mwizi nini? Mbuzi zilikuwa zinaibiwa. Nikapenda sana kujua nani huyo amelala. Aliamka Tom tukaongea akaniambia nimeuziwa hapa na jamaa mwingine alikuwa anaitwa Musoma. Sijui mlikuwa mnamuita hadi mkiwa huko Mtito. Tukaongea nikamwambia kwangu ni hapa naenda shuleni nini. Alikuwa saa hiyo na kiu ya maji. Akaniambia hata ninasikia kiu sina maji. Nikamwambia pata hii kanjia tu utapata ngoma hapo, sema uwekewe maji. Nilipata kama Tom ameenda akawekewa maji nikitoka shuleni. Juu vile nilitoka kwa shule nilikuja nikauliza, "Mumeona mtu hapa mumjui?" Akaniambia, kuna mtu amekuja hapa akaomba maji." Lakini alisema ni brother yake Kikubi. Kikubi ni baba yake Pius. Sasa kuanzia hapo tukaanzia Tom akikuja kwa shamba anakuja anaomba maji kwetu. Hivyo bibi yake akakuja. Bibi yake pila alikuja alikuwa na shida ya kuongea. Yaani kuingiana na wamama ilikuwa shida. Jua hata Kiswahili yenyewe alikuwa hajui. Sasa vile alikuja bwana yake akamwonyesha mali anachota maji. Akaanza kukuja, tunaanza kuongea, naanza kumpeleka kwa kina mama. Hivyo anasema alikuwa na mashida ya chakula. Mimi tukaingiana. Kuanzia hapo mpaka sasa tumefanya mambo mengi sana na yeye. Acha niseme hivyo. Watoto tukalea nini? Hata kuna mtoto wangu hawezi maliza wiki bila kumpikia simu. Na ameolewa Kisumo. Sasa yeye anasemanga akisikia Miriam akimwambia kitu, anasikia kama ako nyumbani. Na anajifa nguvu kama Miriam alitoka Uganda, akakuja wapi? Ukambani. Kwa hivyo anaishi huko akiwa hana shida. Kwa hivyo yetu haiwezi ongelewa hapa kama Tito. Tunaweza hata kuongea sijui siku mzima, sijui masaa mangapi. Kwa hivyo nataka kuwapongezi sana hiyo neno wamefanya na Mungu awabariki sana. Asante sana. Nataka kupunguza hiyo ratiba kidogo. Nitapatia hao wasaidizi wao nafasi, kama kuna mtu anaweza kuongea kitu aseme, alafu nipatie host wetu
nafasi atoe hotuba yake, ndio sasa nataka tumalize haraka, si ndio? Kwa hivyo kwa heshima nataka nimpatie msaidizi wake nafasi aseme kama anataka kusema, na ampatie pia msaidizi mwenzake, ndio sasa tukuje kwa mwenyeji wetu. Kwa nani angalia? Asante sana. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Kwa majina anaitwa John Mwanzia. Tom ni rafiki yangu. Wakati nimetoka Machakos mahali inaitwa Masi. Kanunua shamba pale Matulani Primary, karibu na primary hapo. So wakati nilikuja Motito ndio nikajuana na Tom, na kuanzia hapo tumekujuana, tumeendelea mpaka nimejenga Mboma. Wakati nilikuja kupindua harusi, Tom ndio alinisimamia pamoja na bibi yake. So nashukuru Tom sana, na kwa vile tumekaa tukijuana kuongea, Tom ni jirani yangu. Tom ni Mumotei na mimi ni Mumotei. So nilikuja nikiuliza wa Mumotei wako wapi, nikapata Tom. So Tom tumekuwa naye, ni rafiki yangu, nimeona ile pitia ambao ako naye. Alishughulisha sana kuangalia familia yake. Amesimamisha familia yake mzuri, na mimi namshukuru sana. So Tom, mimi nakuombea uendelee miaka 120, na mimi najua utafikisha. Kwa hiyo sina mengi, na nashukuru kwa yale Tom umefanya, na tunataka tufanye vitu kama hivyo wakati tunaona, na wakati watu tunatoa ushuhuda, watu wakisikia. Tumsifu Yesu Kristo. Chukua maji kama unahitaji maji. Kwa majina ni Teresia Mwanzia, vile mmesikia. Huyu ndio mzee wangu. Pia hao ni wazazi wangu wa Kikristo. Ndio walitusimamia harusi, na mimi nawapenda sana. Tunakaa pamoja tukishirikiana pamoja na tukiombeana pamoja. Tangu ni hiyo tu. Asanti ya kwangi na mambo mengi. Nataka ukiendelea kuchukua maji yapo, utapata maji, ataletwa mengine, utachukua na utapata. Nataka tupige makofi kidogo ya kumkaribisha mwenyeji wetu ambayo ni Tom, ambaye tumekuja hapa kushukuru na kumpa hongera na pongezi na kumtakia happy birthday kwa siku ya leo, tukimrudishia Mwenyezi Mungu shukrani kwa ajili ya kumuongoza na kumfikisha hapo ambapo amefikisha. Mkono kwa Tom. Tena. Asante. Asante sana kwa MC, kwa wageni wetu, kwa bibi na mabwana. Hamjambo. God is good all the time. Asanteni sana. Taanza na kusoma historia yangu, speech yangu kwa kusoma. To Father David, my wife, my children, estimated guests, friends, ladies and gentlemen, God is good all the time, and all the time God is good, and that is nature. Wow. Thank you. I take this opportunity to welcome you all to this function, my birthday anniversary ceremony. It has not been happening previously, but this year, through God's favor and providence, I decided to celebrate the month and the year I was born.
It has taken the heart and the muscle of God to attain 65 years of age. I sincerely thank my Creator for granting me the opportunity to be alive, healthy, and witnessing His greatness through the many blessings and challenges life and had to offer. Born in 1960 at Kaba, Machakos County, bred in Uganda from 1968 to 1994, then back to Kenya from 1994 up to now. It has an incredible journey full of ups and downs. Ladies and gentlemen, family and friends, I therefore invite you to celebrate with me this milestone. God has been merciful to me. Migrating from Uganda, having started a family back to Kenya, seemed heavy. Heavy for me, but God was walking ahead of me, ordering my steps. Today, I count my blessings one by one and rejoice at how God has enabled me to achieve. I thank God for a wonderful family, friends, and all people I interact with in my daily activities. God has been merciful and kind to me in this journey of life. Unforgettable incidents is during the COVID-19 period in 2021 around April. I was affected with the virus. I got hospitalized, but under isolation and eventually admitted to hospital. Through God's mercy and kindness, I got help after staying for several days at hospital. Not only that, my wife, being the nearest contact person, also got affected. We were both hospitalized, isolated, but through God's mercy, we were here. Therefore, my family, estimated guests, and friends, I saw it wise to call you and come celebrate with me this day. To my wife and children, thank you for working with me. May God bless you all. Asanteni and karibuni sana. Makofi kwake. Thank you so much for those words. Na hiyo speech yako imetubariki sana, nimetupatia sababu ya kuungana nawe leo, kushukuru pamoja, na pia hata kukupa hongera na pongezi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Amekupatia matumaini katika maisha yako, amekulinda na amekuongoza vyema, na tuna kila jambo la kushukuru, si ndio? Tuna kila sababu ya kushukuru kwa hayo maneno. Anamniambia kuna kitu angependa kuongezea. Si nimpe nafasi? Hii ni ya mdomo, sio ya kusoma. Unajua iko watu wengi kama Chololet akisimama hapa anaongea sana mambo mingi kwa kuwa yeye amezoea hii mambo. Lakini kama si watu wa biashara, naongea mambo mawili, tunatetemeka, hatujui kuongea kwa watu wengi, lakini huyu anafurahia sasa watu wengi. Kwa hapo ndio kazi yake. Kitu kilikuwa kinamesahau wakati wa COVID. Nani alikuwa anajua Baba Sirandula?
Shirandula mwenye alikuwa anafanya vitimbi sana. Alikuwa mtu mashuhuri sana. Ni kweli? Lakini alizikwa kama umbwa. Huko bibi yake akiwa huko, watu wanavaa vitu, wanampiga madawa kilomita 1. Sasa wakati nilikuwa na COVID niliuliza Mungu yangu, kweli mimi lazikwa kama Shirandula? Swali hata kifo nilikuwa siogopi, lakini swali yangu ilikuwa nitazika kama umbwa. Watoto wakaribii, bibi akaribii, hata watawajua nini? Niliomba Mungu nisaidie. Kifo siogopi, lakini hii kifo ya kuzika kama umbwa, Mungu nitoe. Vile Yesu alisema, hii kikombe kama inawezekana. Na kweli akanifanya nini? Nashukuru Mungu kwa Bwana Mwangi Dikost na bibi yake Madam Jane na Bwana Matu sana. Wakati huu walikuja kutuona Mtitu mzima, wana biashara wote walikuwa wanaulizia amekufa, nasikia analala aamuki. Sikuona mtu mwingine, na nilikuwa pale Runda. Wakati wa daktari waliniambia nenda, utashikwa na ugonjwa mwingine itaongezea hii, nenda ukue unakunywa madawa ukiwa nyumbani kwa afasi unaiweka. Matu alikuja, Dikosa alikuja, ngawaambia msikaribie mimi. Inaitangwa nini? Sanitizer iko pale. Mnajua ugonjwa yenye niko naye? Wakaniambia tunajua, ndio sababu tumekuja kukuona. Na ngawaambia viti ndio ile mbali. Hapana, wakakataa, wakakuja karibu na mimi, tukasalimiana, tukaongea, kwana ngashika nguvu. Saa hiyo ngasikia ni kama nimepona. Hao watu na washukuru sana. Wengine walikuwa wanasema we, ando azuma ili hata ni ugani ni maendete. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa hao watu walinishika mkono mpaka kasikia nimependa na mpaka tukapona. Hao watu walikuwa na kuja kuniona, ndio mwenye niliona wana biashara wa Mtitu Ande kabisa. Nawashukuru sana. Asante. Asante sana kwa hayo maongezi. Nimesema nimekata short kidogo tu hiyo program kidogo ili tuweze kuangalia masaa, si ndio? Najua hapa kuna marafiki wa Tom ambao wamekuja hapa kushiriki naye hii siku ya leo. Najua kuna wageni ambao Tom aliwaalika katika shughuli, si ndio? Ni wageni wake, najua anawajua, amewaona, wao wamemuona, na labda watakuwa na nafasi mingi ya kuendelea kukaa hapa hadi masaa ambao watasikia wametosha, si ndio? Manake nikisema nipatie kila mtu tutachelewa hapa, na kuna watu wanaenda sehemu zingine tofauti na shughuli tofauti. Kwa hivyo mimi ningetaka sasa tuingie katika programu hii, kipindi cha presentation of gifts. Ile zawadi yenye tulikuwa tumekuja kusema happy birthday, kama unayo ama ulikuwa hujajipanga, nasema tuko na bahasha ziko hapa. Tafadhali kama unahitaji unaweza kupewa ukachukua moja, ili tukiingia katika hicho kipindi usitatizike. Kama utahitaji bahasha zipo kwa ajili ya hicho kipindi. Nitaomba DJ uniwekee ka entertainment kidogo, ka dakika 2 hivi, ili watu wajipange kidogo. Mwenye anahitaji bahasha ziko, unaweza kuchukua kama wale wako na zawadi zao unaweza chukua. Tutaanza na utaratibu utakuwa kama huu. Tutaanza na watu wa familia, alafu the other family members, the extended family, alafu invited guests, hivyo tukiendelea. So nataka kama unajua wewe ni wa familia na wewe ni wa extended family, chukua zawadi yako iweke tayari, maana tutaingia kwa hiyo program saa hii. Wale wanahitaji bahasha wanaweza kuchukua. Wale wanahitaji bahasha wanaweza kuchukua ili tujiandae kwa kipindi hicho. Ili aweze kuangalia bahasha na kujua wale wageni wake vile walimzawadi, si ndio? Itakuwa vizuri tu, maana mimi sitajua wewe ni nani, lakini andika jina lako hapa ili akikagua bahasha atajua fulani mgeni wangu alipitia. Si ni kweli? Unaweza kwa kama utahitaji kalamu tunazo, zinaweza saidiana, hakuna shida, unaweza andika ili watu waweze kujua. Alafu unataka mipange hapa, mwenye atasaidia hapa mpango.
mwenye anataka. Ukilete zawadi unakabidhi huyu na unasalimia mwenyeji wetu, si ndio? Alafu sasa tunatoka tunaenda kuketi. Wale wanataka M-Pesa please, nipewe namba. Watu wanataka M-Pesa. Ngoja nipewe namba, sasa hiyo kalamu tupeane namba. Mwaka mwingine nimevuka. I'm so happy. Asante mama, asante sana. Nipe namba baba sasa. Family tunaendelea kujiandaa, maana sisi ndio tunaanza. Familia sisi ndio tunaanza. Wale kuna M-Pesa wala wako na M-Pesa. Haya. Wewe kastika. Haya, M-Pesa namba ndio hiyo. Ndio unaweza kutumia 0711 551926. Namba ndio hiyo. Isiendali yete Thomas Mshoki. Sawa sawa. Haya, tafadhali naomba watu wa familia ya Tom tusimame. Watu wa familia ya Tom tusimame. Watu wa familia tafadhali, mtu wa video, mtu wa picha uko tayari? Haya. Watu wa familia ya Tom sasa wakuje. Hii msonge. Haitaweza. Mzee atendenda unenga neweka enda meli. Haya, ukainose kwani iko nini? Tutaanza hivi. Ninaomba wale the girl and the boys, kuna zawadi ambayo tutaleta kwa pamoja kama familia, na naona wengine tuko na individual. Wale ambao wako na individual tutaweza kupeana, labda kuna kitu mtu yeye anataka kusema. Kwa hivyo ninaweza kuomba the family wote tutaweza kusubmit. Tuko na gift yetu kwa mzee, na sio tu mzee peke yake. Maisha hajatembea peke yake, ametembea na mama, hivyo pia atasimama. Hii tutawapea wote kwa pamoja. Ndio wataweza kukagua baadaye, waweze kuangalia ni nini ambacho kiko hapa, na tunawaomba wakague, sababu vingine ni vya haraka visije vika stale. Kwa hivyo vitu vingine tunawaomba mtakagua by Monday, ikuwe ishaangaliwa ni nini ambacho kiko hapa ndani. Kwa hivyo naomba Alfred, Leonard, Stella na Munyo, kwanza mje tukabidhiane. Hapa kuna barua, hii sio nzito sana barua, lakini imebeba ujumbe mzito. Hapa atasoma hii barua, imebeba ujumbe mzito ambao tumeweza kutafuta tukaweza kuwapatia kama immediate family, bila kuhusisha wachache tu. Ni familia yangu tu imebaki na watoto wa Saidi ya Munyao, lakini pia tuko na zetu. Kwa hivyo tunaomba mtu wa picha, uko ready?
Halo. Asanteni sana kwa kuvumilia kukaa mpaka saa hii. Wengi hawajazoea kukaa sana bila kufanya mambo. Kama mkubwa nafikiri hapo wa area hajazoea kukaa, anazoea kupatrol. Kwa hivyo atavumilia leo, atakaa kwa hii function tumalize. Asanteni sana. Watoto wameniomba, wamesema hii karatasi inabeba ujumbe mkubwa sana, na wanasema nisome kwa nisifikise Monday inaweza kuharibika. Kwa hivyo nisome ndio wajue, tujue ni nini. Asanteni sana. Nimeona hapa watoto wananipa cheki na expire yake, wanasema wanaweza sikia njaa wakatoa pesa zenye ziko kwa akaunti Monday ikipita. Kwa hivyo ni jaribu Monday isimalizike. Hapa wametupa check ya 125,000. Hii nimesoma kwa kuwa wameniuliza, ingine sitasoma ya watu wengine. Wameniomba niisome. Kwa kuwa angeweka, nafikiri ni bahasha ipite Monday mambo yaharibike. Asante. Kidogo, it's just a token. Tumeweza kumzawadi kama watoto wake. Hatuwezi lipa yale mambo ambayo ameyatenda, lakini tukasema tuweze kuwapatia hiyo gift. Wakiona ni bora, wanaweza kuwaona waende wakatembee mahali waweze kujipigia mwili pole, waspendi hiyo. Asanteni. Thank you. Haya. Kuna gifts za individual gifts. Wala kuna individual gifts katika hiyo family wanaweza kupeana sasa. Na utoe hii na kanisa hapa. Kuja. Mama ni bora. Haya, grand wake anasema akona kazawadi special. Wacha tuone akipiana. Alafu anapojiandaa, tafadhali watu wa the family members wale wengine tujiweke tayari. Akimaliza hivyo tufike mara moja, tumalize haraka. Anguka nayo, unaambiwa uangushe hiyo kitu. Hata kuanguka nayo na babu. Hata kuanguka nayo na babu. Waanguke nayo. Makofi ya kuanguka nayo, makofi ya kuanguka nayo, makofi ya kuanguka nayo hiyo. Asanteni jameni, asanteni sana kwa kuanguka nayo. DJ Abeionja amesema ameshukuru na other family members tukuje tuokoe wakati. Other family members ama niite kwa utaratibu. Kujeni nyinyi wote hapa tumalize haraka bila kuharibu wakati. Tukiongozwa na familia ya Paul, familia ya Pius, familia ya Joseph, familia hivyo tumalize haraka tukienda kwa mpango. Hakuna shida. Kuja. Mama, Junior. Enda ukae pale. Huko. Aya.
Alangio ndema musi ukai kila mundu akuita zawadi yake. DJ Top Anko aya anapokuja tunaomba wale ambao ni wageni marafiki ambao walikuwa wamealikwa na mwenyeji wetu katika shughuli ya leo, tunawapatia nafasi sasa wampatie zawadi zao, ili baada ya hapo kidogo tukimaliza tunaingia tukate keki alafu tumalize shughuli ya leo. Sawa sawa? So tunamngoja akuje. Haya. Enda ukae pale, enda ukae pale. Okay. Kidogo. Sasa Top tulia. Tulia. Sasa zawadi ningo mweta mumunaika baidhi ekala ikaimoke. Aeni ama wageni wale ambao walikuwa wamealikwa na mwenyeji wetu Tom, invited friends, wale walikuwa wamealikwa friends and guests, kujeni tumuone tumalize hiyo. Invited guests and friends, tukuja tumpatie zawadi sasa. Naomba tuketi, tutulie. Nataka kushukuru kwa ajili ya kuvumiliana mpaka hapo. Nataka nikabidhi microphone kwa Madam Mwangi na Christine ili waweze kuendelea na mpango wa keki sasa. Nafikiri tunaendelea vizuri. Twende neta. Tinumizo nataka tiende sasa hizo umeze tuketa umina yu. Nataka nipatie Madam Mwangi tafadhali kwa ajili ya kipindi cha keki. God is good and all the time. Tumefika wakati mwingine ambapo Tomaso ametuandalia keki ambayo ni ya birthday yake. Hivi Tomaso semba bandu. Ba ni manuba kwa. Ango chap. Ni wa usembanga. Wikilio enu maga okele. Atuli lakini. Upa. Nyuma unapikianga nyuma ya kamera. Tafadhali mea ekunywa denge bake kiambia utilwande tilika tebo. Kuikunywa mea ubenge nunu keki niambia utilwande jikande tiliko tebo. Na mwende keki. Ona enyala maende na ukika tafadhali mote. Enyala maende na ukika mote. Ndiyo bake kiambia utilwande dengeye. Ndiyo wetele. Mwende keki. Tomaso. Mea anasema anataka kudasa. Kidasie kidogo mea. DJ kanyagia kiasi. Tumefika wakati wa kukata keki ambayo ndio Tomaso alikuwa ametuandalia siku ya leo, ndio imetukutanisha hapa. Hii keki imetengenezwa na vitu nyingi sana. Kuna ndimu, moyo. Ingati chiwo. Ve munu kanengwa munu we mutheini uya. Haya, bai tumbe. Mae ukipoa ukunywa utakunywa. Nafikiri hiyo maisha yote ndio Tomaso wamepitia. Mumesikia Titus akisema. Mimi ndio nijue huyu Tomaso ni ule wakati alikuwa amefungwa hiyo mkono mnasema. Alinikuta kwangu nilikuwa nimekaa hapo nje. Urafiki wetu na Tomaso uliasia hapo. Alikuwa amefunga nini? Kwetu huko huko. Akanikuta akaniambia, mama, habari nzuri. Akanielezea vyenye amefahamiwa nini na ako na harambee ndio aende Kijabi. Sasa aliponielezea nikamuuliza harambee ni ya lini? Ilikuwa imebakisha siku 2 ifike.
Nikamwambia kulingana na vyenye umejielezea, wewe shika hizi 3,000 uende unitolee kwa harambee. Sasa urafiki wetu na Tomaso uliasia hapo. Nikamwambia hata useme ni ya Coast. Alikuwa ananijua lakini mimi simjui. Urafiki ukaasia, ukaenda ukikolea. Sasa hivyo mnasikia tena amesema ya corona. Alipokuwa quarantine kule Makini, tulikuwa tunamjulia hali. Usijaribu kukanyaga hapa. Hapa ni 14 days. Sasa alipokuja tu kumwambia tunaenda kwake, tulimtokelezea hivyo. Hey, nyenye kule. Wewe Coast na bibi yako msinikaribie, mtashikwa na corona. Jisanitizini hapo. Sasa tukamwambia sisi hatutajisanitize. Wewe ni mtu alikuletea ugonjwa. Hata hakuna mahali ulijua ugonjwa ulitoka. Sasa mimi tulipomsalimia tukakaa donge, alikuwa pia naye na corona. Sasa ameambiwa kunywe maji. Mwaito wa nyusa lita kwa mbele. Alikuwa anakunywa maji kwa wingi mama. Na yeye ni hivyo mnasema ni kamosu, alikuwa kakonde. Sasa tukakaa na wao hapo. Mimi tukatoka na ulize mzee wangu tukilala, unasikia corona? Hapana. Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu. Hai. Mbona Tomaso alituambia tutashikwa na corona? Corona haikutushika. Kwa sababu ya nini? Tomaso ni mtu na mimi ni mtu, si ndio? Wakati amegojeka hivyo na anajiita Papa Shiradura, asipoona watu si ataona kweli atakufa. Ni vizuri kupendana, upendo wa dhati. Wendo wao tuo. Sasa tuko hapo kwa keki. Amepitia mambo mengi. Mimi haya yote wanaongelelea hapa yote nayajua. Yale huyu mzee amepitia. Mpaka wamesahau na ingine ya Tanzania. Mimi naikumbuka tu. Anajua vyenye alifanywa, sitasema, mwenyewe anajua. Kwa hivyo yale amepitia. Akalea hao watoto wake. Saa hii wote ni hao wanafanya kazi. Nikushukuru Mungu hata akifanya birthday. Hiyo ni neema yake Mwenyezi Mungu. Na umesikia Titus akisema, "To mundoka namba zeo." Mwene ba? Ni mamwese. Ai mwananjeshi wa Uganda. Na alikuwa jeshini. Ndio mwezi njeshi si Uganda namba zeo. Tiwo Tomaso. Anakoa wanaitika Nedeni Shabani Titus wewe ndiye mkubwa fuata wesako. Ni wosu. Na kenga iya mwete akibetikisio undu muya mwiwa mwana yake aiweta. Kibetikisio kuma kwa ngai. Ndonge ndiye huyo. Na waje ni wapi mnaona mama amenyamaza hivi. Mkipendana mwe urafiki na yeye hata hanyamasagi. Unachekaga unalia. Unasikia bavu zimekauka huko. Tiwo waose. Ni wange wani mugando huyo. Hiyo maisha yote Tomaso umepitia, uko na miaka 65. Ni kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Saa hii umesema unazeeka, unataka ukitoa kiti hapa nje, Nicole wanakuja kukudasia hivyo chini kwa chini. Amuka nayo. Sasa wewe ni kutulia tu kichekesho na hao watoto, unasikia umechangamka. Hayo yote umepitia, ndio hii keki. Tutakula tusikie utamu wa after mateso yale yote umepitia. Kwa hivyo tutaikata hii keki. Sisi mimi sio muongezi, sio kama Mea. Mea alikuwa ni mwenyeji wa huku wa Makelele. Sio Mea. Twasia yeye mwenye watu twasia yeye mwenye na Mea kunye ndi muongezi ni wewe ngundi asio bae tino bai ninga mubaka. Kwa hivyo sijui kama mwenzangu kuna jambo uongee ili tuweze kukatiwa hii keki na mgeni wetu mheshimiwa, tuweze kuimenya, tusikie baada ya mateso na dhiki ni nini faraja. Sasa hii ndio faraja ya Tomaso. Kwa huu Titus yonaguka bikogu isule wanengane andwangi bametikia metho hii nangi meigwa utheka nangi maiya wewe tondu wa zembe ya kithakani. Kwa huu koriki wena wasia timu nena ngiwa thukuma bengi na bengi kuingwa kinene kingi mwe ni moseo na mavinda onde ni moseo ndona kwa siati Bwana Tom onaenda bitile changamoto si anata
kubaluka kwake kwa ibina nundu aungamiete na Ngai mwana wake la wonie kwa iye wasa kwe asa kuiye Ngai na balukasya na nozo kitumi tumwekwata sya anozo kitumi umunzi tiyo ya matunda machangamoto nundu ndanenge ngoo yake uitokana uomboku wakona Ngai ate umuteja aende iyo na kumwita onajua endea na kumwita mpaka Yesu kueane usunga ba maka musungi ama mwetenda taokile nuku nikanabikio manenge history ya maisha asu kana life Yesu yake wabetele nikanawithia na mone mai mizika nye ndimo nena ngiumo kwiwa lakini atumeana mama ndete soko ni ewo basoko one mamu wakwa Tom ni mutoi wakwa o bandu bae nie ndienda kwa kabone iwe pau pakwa tukakuna wakila muthenya hata mwana biashara okunia babu ounye natia na kita pia mbui kuzenda kuja waikoya lakini ndio ingine tiwani onyao kama ndo kundu konginye nakie kuona tomo bete kuoko na newa akona wa kwani nyende sana ekioke nondo na hiyo mwenye neiwa ba miogela mwino ndo anyao nondo a biashara nyene dia kube mundu afika biashara wenda tuana ku nyene kala nyene tunga kuutene ko kila tuika ano ko delwa ni wiana tuleta Ngai na twenenge Ngai Ngai nda etae uadhimu ngoni jikiko ngoje kikone mundu ikima mundu tende toseo Ngai nda etae uadhimu ba kundu dada zemgo wete wesindu ilanzi yota hii undu wazui no zui ningo timbeza wa minaitha we muthui wango ona tajiri wina go nikawa. Asante sana mwenzangu ule ambaye hajasikia Kikamba amesema kesho anaenda kujenga pale Tunguni atawaita sherehe basi. Basi sasa ni wakati wa Tomaso na mwenzake wakaribie hapa. Hii keki hata sitamwambia Tomaso aisome, imeandikwa happy birthday Tomaso. Wita wa Musioki muombi kana muombi Musioki. Kana ungeweza omeo na ndizo itawata. Tusomeke HBD Thomas M inamaanisha Musioki muombi. Sasa chenye kinanishinda ni HBD inamaanisha nini? Happy birthday Thomas Musioki muombi. Thank you. Haya, sasa atatukatia keki akiwa na kiwandu wake ili tuweze kuimenya tusikie. Baada ya hiyo miaka yote amefanya kazi, akalea watoto, akahangaika, ile raha ambayo ako nayo kwa sasa. Ekalite ba Musioki machu Tomaso kwa keki ni muiwite muno na no muya. Haya, Tomaso na kiwandu wake. Haya, ule wimbo huyo sasa waendelee. Kata usiogope. Kata usiogope. Kata usiogope. Kata
Basi Tom atalisha bibi yake, alafu bibi naye vile vile aweze kulisha bwana. Wasaidiane vile alikuwa anasaidiana na maisha, sio? Aha. It's your birthday. Happy birthday. Basi baada ya hivyo watoto waweze kuja hapa. Titus ukianza. Titus kuja haraka ndio uweze kupewa keki na mama na baba. Ufuatwe na wale ndugu zako. Alfred yuko wapi? Leonard yuko wapi? Muone na sisi vijana. Msichana wa Tom na wale watoto wa Pius waje wapatie wageni wote sasa. Mwitu wa Tom na mwitu alama Pius. Kwa geni manenge ainyi alama okie kwa mseko. Kata keki, samige, kata keki, kata usiogope, kata usiogope. Anyanya unikavika tunarite sana. Hebu ningatake. Tumia sage.
Ni kumalizia kula keki. DJ tupe kitu, tupe kitu DJ. Ile kuchacha wanaweka percentage kidogo. Anakatakata si atakata. Inapelekwa pale wale wajapata pale. Peleka pale wajapata. Alta ndio na maneno. No, Kuja kuonyesha mali ya wajapani. Kule kwa DJ. Na unipe yangu before ufike Mwaka mwingine kwa tabu. Lete keki huku wewe DJ anacheka. Bela. yako umekuja chini ya sahani. Alijia mpango wa keki. Tunamsubiri Tom amekuja atupatie report kidogo. Tunapomsubiri akuje, Titus anakuja ili atupe vote of thanks. After that, Mama Jane Mangi atatumalizia maombi ya mwisho ya kufunga ili tuweze kutoka tu polepole. Hatujaharakisha mtu kutoka, naweza kaa mpaka ujisikie utoke bila wasiwasi. Ndio muziki utawekwa kwa ajili ya kutuliza kidogo ili tutoke kwa time zetu mahali tunajisikia tunataka kutoka. Kwa hivyo naomba wale walioko kwa nyumba tafadhali tutoke nje kwa ajili ya kumalizia. Tom. Okay, kama chief nasikia chief ametoka, hayuko karibu. OCS naona naye pia kama ametoka. So tunaweza pata vote of thanks. Okay.
Amjambo tena. Okay. Kwa baba yangu, mama ambao ni wenyeji wa function hii, wageni wote waalikwa, upande wa mzee, wote waliofika hapa, watu wa heri njema waliopita pia kutujalia hali na kuweza kujulia hali mzee katika kushirikiana katika hafla hii, mabibi na mabwana. Nachukua fursa hii niweze kumshukuru Mungu kwanza kwa kipaji cha uhai, pia kwa uwezo ambao ametupa wa kuweza kukongamana siku hii ya leo. Yetu imekuwa ni birthday, lakini tunajua hii dunia ni kubwa na hii Kenya yetu pia ni kubwa. Hata huku kwetu kunaweza kuwa kuna wengine ambao wanalia kwa shida moja ama nyingine, labda kwa maombolezo, lakini sisi tuko hapa kwa ajili ya kushukuru na kwa ajili ya kufurahia baba yetu. Kwa hivyo tunachukulia hili jambo kwa heshima sana kwa Mungu, na pia nyinyi kwa kutenga wakati wenu kuja hapa. Si jambo la rahisi. Wakati huu ni wakati ambapo wengi wenu, kama kawaida kwa miaka yote ambayo imekuwa ikipita, inajulikana popote Kenya hii kuwa kipindi hiki ni kipindi ambacho watu wengi huwa wamejumuika na familia zao sehemu mbalimbali. Huenda baada ya kupewa ile kadi ama kujulishwa kwa hiki hafla, uliahirisha mipango yako. Ulikuwa usafiri kwenda Mombasa, ulikuwa usafiri kwenda Lamu, ulikuwa usafiri kwenda tu pahali popote katika nchi hii ili kujumuika na wapendo wako, lakini ukasema nimealikwa siku hii fulani na siwezi kumwangusha Bwana Tom. Ukaweza kujitolea kuja hapa. Hatulichukulii hilo kama jambo dogo, tunalichukulia kama jambo kubwa. Wageni wote wale ambao mlipewa wito huu na mkaweza kukubali, muje muone, muje mshirikiane na baba yetu katika kusherehekea hiki kipindi. Tunawashukuru sana kwa niaba ya familia, kwa niaba ya mzee, kwa niaba ya mama na wale wote wa upande wa kwetu. Tunawashukuru sana na tunaomba Mungu aendelee kuwaongezea, aendelee kuwapa huo upendo na hizo neema za kuweza kuungana na marafiki wengine kama baba yetu. Tunaomba msamaha ikiwa labda katika harakati hizi zetu za kupanga hiki kipindi na kukiendeleza, labda haikuweza kufikia yale matarajio ambayo labda ulikuwa nayo moyoni, labda hayakutimiza, moja ama lingine limeenda kombo kulingana na wewe. Tunaomba msamaha, na kuna wakati Mungu anasema tuna wakati wa kurekebisha kwa nyakati zile zijazo. Na pia wale ambao hatujawahi kuona kipindi kama hiki, tumepata pia kusoma, ili pia wakati tutakapoitwa tuweze kusaidia kutengeneza hafla kama hii ama ambayo inalingana na hii, tutakuwa tuko na hint ambayo tumeweza kuipokea kutoka hapa. Chukueni shukurani nyingi sana. Sitaweza kuongea sana, sababu yangu ilikuwa ni kuweza kutoa vote of thanks. Mzee, tunakushukuru sana kwa kutualika kipindi cha sikukuu ambapo wengi wetu tumeweza kupata sikukuu kupitia kwake, si ndio? Sio jambo la rahisi, sababu hakuna yeyote, sidhani kuna yeyote ambaye ulimwambia akuchangie, na ikiwa ni kutokana na upendo, labda ulisema ulipewa mwaliko na ukasema nitakusupport hivi. Kwa hivyo haikuwa shurut, hata sisi watoto wake hakutushurutisha kutua. Tulikuwa tunamuuliza kila kitu iko set, mbuzi kila kitu iko set, viti kila kitu iko set. Kwa hivyo tukasema, tuambia muje kwa sherehe. Hakuna kitu ambacho tulishurutishwa
kuweza kumfanyia, na yale ambayo tumefanya kwa hiari yetu, na hili ni jambo ambalo hatulichukulii kuwa dogo. Tunaendelea kuomba Mungu aendelee kumneemeshea, tuwe na vipindi hivi vyote vya furaha, tusiwe tu tunapatana pale ambapo lisilobidi. Vipindi kama hiki, mwingine pia akituita kwa nia nzuri, tutaweza kufurahi. Tuwe Mungu aendelee kutujalia, atuweze kutupatia amani, atuweze kutupatia pia uwezo wa kifedha, ili pia tuweze kuona kwingine na kwingine mambo kama haya ya furaha yakiweza kuendelea. Asanteni sana, na Mungu aendelee kutubariki sisi zote. Asanteni. Thank you so much. Tusimame kwa ajili ya maombi tuongozwe na Jeni Mwangi. Tuombeni kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tunakushukuru Mungu Baba Mwenyezi kwa wema wako. Ni muda mrefu ambapo Tomaso amepanga hii sherehe ya kusaliwa kwake. Umemuongoza kwa kila jambo katika mipango yote, na siku ya leo amefanya kama venye yeye mwenyewe alikuwa anasikia roho yake inataka iwe. Umemuongoza, tunajua amepitia mambo mengi, hata pengine alikuwa hapati usingizi, lakini kutoka leo venye ameona hiyo sherehe imeenda vizuri na kila kitu kimeenda vizuri, atalala vizuri na ataendelea na mambo yake ya kila siku. Tunamshukuru kwa mwaliko huu ambao alitualika kama marafiki zake, majirani na madugu zake na madada zake. Mshike mkono, umuongoze, umbarikie shughuli zake zote. Kunao wale ambao walikuwa wametoka sehemu mbalimbali, na hasa watoto wake walikuwa wametoka Nairobi. Mwenyezi Mungu atakapokuwa wakirudi ukaweze kuwafunika na damu ya mwanao Yesu Kristo. Kuna wasafiri wengi wako kwa hii barabara wakitoka sherehe, pia na wao waongoze, uwafunike na ukawe wewe driver ambaye anaendesha hizo magari. Tunakushukuru kwa ajili ya yote na kwa ajili ya MC wetu Pius pamoja na wote wa familia yake. Na wote wale walikuwa wametoka Gongoni, Mwenyezi Mungu pia wao waongoze wakirudi makwao. Tubariki, tupe neema yako, uendelee kutuangazia na kubariki kazi za mikono yetu. Baba, twakuomba utusikie. Tuisembo subioni wako, museimu denyo wangai, baratumile tuwaonga tumenyekie misioni yonde, wendi kila mwazime na mwena yetu. Hukumie ni kwa sana kwa mwana na kwa baba mudheu. Watondo waembe, yuna ukera Hukumie ni kwa sana kwa mwana na kwa baba mudheu. Watondo waembe, yuna ukera Hukumie ni kwa sana kwa mwana na kwa baba mudheu. Watondo waembe, yuna ukera Wasiwasa na mwana na mudheu. Tumukade na tumukumie Yesu Kristo. Thank you. Asante MC. Nafikiri sasa mudhile iyali na vikala. DJ tupe kiburudisho, tuendelee. DJ.